court approval for the arrest warrants of these two fugitives who allegedly contravened the national security law. These fugitives have been in the center of public attention for unspeakable crimes. Suspects include Yeah, man. Ngoma baada ya ngoma. Ngoma baada ya ngoma. Elimika burudika. Ngoma baada ya ngoma. Kwa midundo ya muziki inayokita. Stori za wasanii za uhakika. Ngoma baada ya ngoma. Ngoma baada ya ngoma, ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za muziki na story. Ni kipindi kinaandaliwa na Radio Isere FM. Tukatone tena. Hii hapo. 1, 2, 3. Tunaondoka sasa. Tone 1, 2, 3. Tuende. We. Tone tena. Alafu Isere FM. Turi kumwe kuri Facebook, kuri page yacu. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za muziki na story. Global Sase. Leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana. Isere FM. Yesu nipende leo kuliko jana. Sina kuomba Mungu uwasamehe. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za muziki na story. Global Sase. Maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimukana Yesu mara 3 kabla jogo kuwika. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za muziki na story. Global Sase. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana. Ego ni ijwi ry'iterambere rusange. Yesu nipende leo kuliko jana. Wewe ndo nategemea. Chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utandondolea. Wewe ndo nategemea, kumwona Baba nakutegemea. Yes. Chochote kitanikatia, Puro. kuingia mbinguni utandondolea. Wewe ndio nategemea. Wewe ndo Tegemea. kumwona Baba Tegemea. chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utandondolea. Maisha yangu yote Monyandwi. It's your boy. It's the African boy. Mswahili wa Isere FM. Yewe ndo mwokozi wangu. Yeye ndo kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Say what? Baraka zake hazikuishi. Isere FM. Binadamu abadiliki. Puro.
ananipenda leo kuliko jana. Okay, muda wetu ni uwapo uwa mimi na wewe na yule kusikizana kabisa hapa kwa redio yako pendwa Izere FM, itiropesangi sauti ya maendeleo kote. Muda wetu ni uwapo wa Afrika Mashariki. Kupitia 97.1 Rumonge, Burunga City ndo makao makuu. Tunakuwa tunarepresent kinamna hapa Afrika Mashariki kupitia hapa Izere FM. Muda wetu ni wa saa 2 na dakika 40 ngapi hiyo? Saa 2 na dakika 47 hii hapa kwa saa za Afrika Mashariki, Burundi usiku huu hapa huu. Ukiwa unasikiza Izere FM, itapresangi sauti ya maendeleo kwa wote. Karibu sana wewe msikizaji wa Izere FM ambao umefungulia Izere FM kuanzia pale kwenye masafa ya alfajiri au majira ya alfajiri mpaka sasa hivi bado unasikiza Izere FM kupitia 97.1 Rumonge, Burunga City, na unasikiza Izere FM kupitia masafa ya 90.6 ina Zengwe, na pia unasikiza Izere FM kupitia masafa ya 98.6 Magara hapo. Bila kusahau kwenye www.izerefm tuna represent kinamna hii hapa kinamna hii hapo ni www.izerefm.org. radio online tupo on air kinamna hii hapa kiafrika Mashariki. Karibu sana kwenye kipindi chako cha Afrika Mashariki. Karibu kwenye ngoma baada ya ngoma, dakika 90 plus za muziki na story, lakini kama kuna dakika kama 40 hivi tumeweza kuzigawa kwa ajili ya kuweza kusikia vitu vya maendeleo. Lengo letu ni kuweza kuendeleza maendeleo. Kwa hiyo ngoma baada ya ngoma dakika 40 tumeweza kuzigawa, na unadhani ulikopo na Deje, yani msimamizi mkuu wa Radio Izere FM, alikuwa anaendesha kipindi ambacho walikuwa na wageni wetu hapa wamekuja kuzungumzia baadhi ya mambo ili jamii yetu iweze kujua na kuweza kutambua ili kuweza kuhabarika. Lakini muda huu hapa wa saa 2 na dakika 49 hii hapa kwa sasa Afrika Mashariki, tokea saa 2 na dakika 40 basi unaungana na mimi hapa Mswahili wa Izere FM, naitwa Mo Nyandwi, ukipenda niite fuku ukiita staff kama ina kopoa, ukiita Mswahili wa Izere FM basi big shout kwa wewe ambao unatokea Kateswa ili hapo basi ukiwa unanisikiliza kupitia 97.1 Rumonge, Burunga City. Big shout kwa wewe ambao unasikiza ukiwa Ngayamba, ukiwa Kiwanya, ukiwa Iteba, Birimba pamoja na Mgomero, bila kusahau marafiki zangu kutokea Mtambala pamoja hapo Rukinga. Tunasikizana vizuri kinamna hapa. Karibu sana kwa kipindi chako cha Afrika Mashariki, kipindi ambacho kinakugea fursa ya kuburudika, kuelimika pamoja na kuhabarika. Si kingine ni kile kupitia hapa Izere FM, itapesangi sauti ya maendeleo kote. Ni dakika 90 plus za muziki na story, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026. Kiswahili Slowback Saturday hii hapa tunakuwa kabisa tunakumbukia siku ya Kiswahili, yani TBT ya siku ya Kiswahili. Najua bwana umenimisi sana. Kama ulifungulia radio yako ya Izere FM siku ya Jumatatu kwenye ngoma baada ngoma tujaweza kusikilizana, kwa sababu Mswahili wa Izere FM alipata mwaliko kwa Waswahili wenzake, kwa sababu siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026 ilikuwa ni siku ya Kiswahili duniani. Kwa hiyo Mswahili wa Izere FM alielekea Bujumbura kwenye maadhimisho ya kongamano la Mswahili au la Waswahili au la Kiswahili duniani. Sasa nimerudi hapa Mswahili wa Izere FM fuku mwenyewe, Isho Boy Mo Nyandwi. Nadhani nashukuru kwa wote ambao wamelegea mwaliko, ubalozi wa Tanzania pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuweza kusamini kabisa kwamba Isho Boy Mo Nyandwi ni East African Boy, yani East African Boy. Kwa hiyo nimeweza kuweza kurepresent Rumonge kinamna hii hapa, na nimerudi kukugea info tofauti, yani kuja kukuhabarisha vitu tofauti kwenye ngoma baada ngoma. Karibu sana kwenye ngoma baada ngoma. Hapa ni dakika 90 plus za muziki na story, lakini tumetoa dakika 40 nzima kwa ajili ya kuweza kupata na sana vitu vingine vya kimaendeleo kupitia hapa Radio Izere FM. Hapa ni Alhamisi ya tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026, Kiswahili Slowback Day ya leo TBT, ya kuweza kukumbukia siku ya Kiswahili duniani, ambapo Mswahili wa Izere FM basi niliweza kuwakilisha kinamna hapo kwenye maeneo ya Bujumbura, ndipo ambapo Burundi kulifanyika maazimio ya siku au sherehe za siku ya sikukuu ya Kiswahili duniani. Bwana unasikiza Izere FM. Nadhani ngoma ya kwanza hiyo hapo ya wanangu kutokea nchini Kenya au wanaitwa Sauti Soul, kuliko jana. Leo ni Slowback sasa hii hapa, tunazidi kuenjoy na nadhani unaenjoy kinamna hii hapa. Tunakwenda kusikiliza hiyo hapo, afu zeni mimi nitarudi ili kuweza kukuhabarisha leo kuna ngoma baada ngoma nini ambacho tumeweza kukuandalia. Karibu sana. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka
zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Makamba 90.6 Isere FM. Yesu nipende leo kuliko jana. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za muziki na story. Global Saturday. Sina kuomba Mungu uwasamee, Mungu wasamee. Wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema. Oh mama. Na maadui wangu ninawaombea sana mzidi kupata mafanikio marefu, wazidi kukuona ukinibariki. Asante. Ujue binadamu wewe ni watu wa ajabu. Binadamu ni watu wa ajabu sana, ishi nao kwa makini Yesu mara 3 kabla jogo kuwika. Ujue binadamu. Okay, mama wanaitwa Sauti Soul hapa wakituburudisha kwenye Most Celebration, kwenye ngoma ya kwanza kabisa kwenye ufunguzi wa kipindi cha ngoma baada ya ngoma, dakika 90 plus za muziki na story, ikiwa ni Alhamisi ya 9 mwezi wa 7 2026, Kiswahili Slovak Day hii hapa, tukiwa kabisa tumeungana kabisa moja kwa moja vizuri sana. Bwana, kama fungua radio yako, karibu sana kama Emmanuel Botike alivyokaribia akiwa maeneo ya barabara ya Lami hapo kwa Uredi, akiwa na enjoy. Emmanuel Botike, mtoto kutoka Sanda, big shout sana kwa wewe ambao umeweza kufungulia radio yako Isere FM na unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Big shout pia kwa Simbi Mitego, anaitwa Simbi Mitego, Lene Simbi Mitego, naye ameweza kufungulia radio Isere FM akiwa anatusikiliza kabisa on air kinamna yapi kwenye Most Celebration kuliko jana ya Sauti Soul hapo, ikiwa inatuburudisha, ikiwa inatuelimisha, ikiwa inatuhabarisha kwamba binadamu ni vizuri kuishi nao kwa makini na kuishi nao kwa uangalifu, kwa sababu binadamu ndio kiumbe ambacho hata Mwenyezi Mungu aliweza kumwambia shetani kwamba uweze kukisujudia. Kuliko jana hapo ya Sauti Soul imetufungulia kipindi cha ngoma baada ngoma, ngoma ya Kiswahili kabisa. Leo tukiwa kabisa kwenye TBT kukumbukia Kiswahili, yani siku ya Kiswahili duniani au sikukuu ya Kiswahili duniani ambayo ilifanyika siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026. Bwana Mswahili wa Isere FM, ningetoa pongezi na shukrani za dhati kwa chama cha waandishi wa habari wa Kiswahili hapa Burundi. Kwa sababu ni miongoni mwa familia ambao tumeweza kuungana nayo kwenye ngoma baada ngoma, basi tunabidi tutoe shout out kidogo au salamu zako zikufikie kwenye ngoma baada ngoma. Leo ni Slovak TBT, tunakumbukia siku ya Kiswahili duniani, basi ziweze kufikia kwenye chama chetu cha waandishi wa habari wa Kiswahili hapa Burundi, ambao kinajulikana kama cha Warundi. Cha Warundi na Mswahili wa Isere FM, basi nimejiunga na nashukuru sana. Shout pia kwa Jacob Riziki na kiongozi wangu anaitwa Isa Huseni kutokea hapa Isere FM, pia kwa Da Aisha kutokea redio ya Taifa na TV ya Taifa hapa Burundi, na pia shout kwa Kivodo, shukrani kwa Kivodo, shukrani pia kwa Amida, huyu anaitwa Bi Ajat Amida Isa, Bi Ajat Amida Isa, mama yetu kabisa, yupo kwenye chama ambaye anatuongoza vizuri vizuri kabisa. Bwana, pia shukrani kwa Buzobana Deusi Morigen, Eliasi Antoni na Fona Koshi, na pia Gabrieli Yange, Amini Haimim na Jeriska pamoja na Lagugu, na pia Lagugu sijui ni Laguchi huyu, na pia kuna Mnyanyeze Vyanume, Mnyanezeam Nduwayo Omali na Medi Abedi na wengine majina yao kidogo tunaona kuna namba za simu ndani ya grupu letu la chama cha waandishi wa habari hapa Burundi wa Kiswahili, yani cha Warundi. Shout na asante sana, shukrani kwa kuweza kulipokea. Bwana, unasikiza ngoma baada ngoma. Baada shukrani hizo hapo, hizo ratiba yetu inasomeka kama hivi ambavyo inaweza kusomeka kwenye ngoma baada ngoma, dakika 90 plus za muziki na story, Alhamisi ya 9 mwezi wa 7 2026, Kiswahili Slovak Day. Bwana, tumeanza na Most Celebration hii hapo hiyo kuliko jana ya Sauti Soul, ndio ambayo imeweza kutufungulia kipindi chetu cha ngoma baada ngoma, na tutakuja kwenye stories za darasani, music and social media motivation. Music and social media motivation. Hii ni motivation ambayo ni kubwa sana, kwa sababu mwalimu wetu leo atakuwa ni Gerausi Gaspar
Bayakanwa. Jina kidogo ili limekaa kibantu kidogo. Geranusi Gaspar Bayakana. Huyu bwana ni barozi wa Tanzania hapa nchini Burundi. Huyu ni mkazi maalumu ambaye ni mwakilishi wa nchi ya Tanzania hapa Burundi, ambaye naye anaongoza wale ambao sio raia wa Burundi kuwa sehemu ya Afrika Mashariki au kuwa kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki wakiwa wanatokea nchini Tanzania. Huyu ndo balozi mwenyewe, atakuja kutupa somo kabisa kwenye stories za Dasani Music and Social Media Motivation. Na somo letu la leo bwana linasomeka kama kumbukumbu siku ya Kirundi duniani. Siku ya Kirundi duniani. Tukitoka hapo kwenye tiba yetu, kwenye stories za Dasani tutaingia kwenye kikao cha burudani, na leo hii na mgeni kutokea hapa Rumonge, msanii kutokea hapa Rumonge. Huyu sio msanii tu, huyu ni entertainer. Kwa sababu anafanya vitu vingi sana kwenye entertainment, ikiwa pamoja na muziki, akiwa ni mwanamuziki ambao anaimba. Kwa hiyo tutakopo naye hapa kwenye ngoma baada ya ngoma kwenye kikao cha burudani. Tutakuja kwenye ngoma na story fukunyuku za fukufuku kwenye mitandao ya kijamii, na kichwa cha habari cha story ya siku ya leo kinasomeka Kiswahili. Sasa utakuja kujua ni nini ambacho fukufuku ameweza kufukunyua na kuweza kukuhabarisha wewe msikizaji wa Dreams FM. Tutakuja kwenye Slowback Mix Kiswahili All This Gold Vibe, na sasa tutasikiza ngoma za wasanii wa Afrika Mashariki ambazo zitatukumbusha muziki ulivyokuwa muziki na muziki mpaka sasa hivi ulipofikia muziki kwenye Old School Vibe. Yani tutakuwa tunaenjoy kwenye Slowback Mix Kiswahili, yani tutakuwa tunaenzi au tunakumbukia TBT ya kukumbukia yani siku ya Kiswahili duniani. Bwana, tukitoka hapo tutaingia kwenye kipengele chetu cha Tufa Kodi, kibanda cha simu. Nadhani wewe msikilizaji tunaweza kupiga simu, tutaongea kuhusiana na Kiswahili, tutaongea kuhusiana na mambo mengi kuhusiana na entertainment hapa kwenye ngoma baada ya ngoma kupitia Radio Easy FM. Tufa Kodi, kibanda cha simu, namba yetu ni 69673000, ndio namba ambayo unaweza kupiga simu ambapo ratiba yetu itaweza kufika. Bwana, hiyo ni ratiba yetu nzima na kipengele chetu cha Tufa Kodi, kibanda cha simu. Wewe msikilizaji kuweza kupiga simu ndio ambacho kitaweza kutufungia kipindi chetu cha ngoma baada ya ngoma. Tutaweza kumaliza ratiba yetu kama ambavyo nilivyoweza kuisoma. Bwana, tumeanza kwenye Most Celebration kuliko jana ya Sauti Sol hii hapo, ikiwa natukumbusha kabisa Kiswahili jinsi ambavyo kilivyokuwa Kiswahili nchini Kenya. Hapo Sauti Sol aliweza kutumia lugha ya Kiswahili kufikisha ujumbe wa kiimani ya kidini. Hii ni kama gospel lakini inatuelimisha kwa kupitia lugha ya Kiswahili. Kuliko jana hii hapo ya Sauti Sol kwenye Slowback Saturday hii hapa Kiswahili, Alhamisi ya tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026. Dakika 90 plus za muziki na story kwenye ngoma baada ya ngoma. Wewe ndo nategemea, kumekupona baba na kutegemea, chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utandondolea. Wewe ndio nategemea, kumekupona baba na kutegemea, chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utandondolea. Maisha yangu yote wewe ndo nategemea, nguvu zangu zote. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma, dakika 90 za muziki na story. Slowback Saturday. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie, ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, sema kuliko jana. Yesu wewe nipende tu Mwenyezi Mungu kuliko jana. Unazidi kunipenda, kunigea baraka, unazidi kuwagea baraka wasikizaji wa Easy FM. Na leo tumeweza kusikilizana kwenye ngoma baada ngona, baada kumixi siku ya Jumatatu. Basi leo siku ya Alhamisi ya tarehe 9 mwezi wa 7 2026. Kumlazi kabisa, leo ni siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026. Kiswahili Slowback Day hii hapa. Basi tulikuwa tunaburudika kinamna hapo. Bwana, muda wetu huu hapa ni saa 3 na dakika 1 hii hapa kwa saa za Afrika Mashariki. Burundi usiku huu hapa ukiwa unasikiza Easy FM Jirevesangi, sauti ya maendeleo kote. Tunakwenda moja kwa moja kwa mujibu wa ratiba, tunakwenda kwenye stories za Dasani Music and Social Media Motivation. Mimi hapa naitwa Isho Boy Mo Nyadu, kipenda nite fukufuku kinta staff kama inakopoa kinta Mswahili wa Easy FM. Tega sikio lako, endelea kuelimika, kuhabarika pamoja na kuburudika kupitia Easy FM kwenye ngoma baada ya ngoma. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Wanafunzi, leo tunamtambulisha mwalimu mpya.
Dakika 90 za mziki na story. Throwback Thursday. Mungu twaomba unilinde Jumuiya Afrika Mashariki. Naam, Mungu naomba tuilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki, na Israel FM ikiwa miongoni mwa taasisi kubwa kabisa ambayo inaamini kwamba maendeleo ya Burundi yataletwa kwa kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kushirikiana na Warundi wote na wengine kutokea katika ukanda wa Afrika Mashariki, kwa maana mataifa mengine ambayo tuliokupo nayo au tuweza kuungana nayo tukiwa kama wana Afrika Mashariki. Bwana, yapo ni nyimbo ya Afrika Mashariki ambayo ya kuhamasisha au ya kuweza kutuunga pamoja kwa ajili kuweza kuzungumza pamoja na kuweza kuungana katika masuala ya kimaendeleo. Na ndio ngoma au ndio nyimbo ambayo imetuingiza kwenye stories za darasani, music and social media motivation, yani kwenye ngoma baada ngoma. Nilikwambia kwamba somo letu la leo ni kwamba kumbukumbu ya siku ya Kiswahili duniani ambayo imefanyika siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026, yani kwenye siku ya Jumanne ndio ambayo ilikuwa ni kilele. Lakini katika siku hiyo kwamba kulikuwa kuna seminar au kongamano la seminar kwa ajili ya kutoa elimu kwa Waswahili ambao waliopata kushiriki katika kongamano hilo. Na semina yetu ilikuwa na kauli mbiu ambao mimi nilikuwa mmoja kati ya washiriki wa kwenye semina hiyo hapo au kwenye kongamano hiyo. Bwana, kauli mbiu ilikuwa ni kwamba kauli mbiu inasomeka kwamba Kiswahili lugha wingi na akili mnemba. Akili mnemba ni AI. Yani leo huko tuliweza kujadili kuhusiana na Kiswahili na lugha wingi. Wingi lugha na akili mnemba. Hii ndio likopo ni hoja ambayo tuliweza kuingia kwenye seminar ili kuweza kuelimishwa na kuweza kuambiwa jinsi gani tunaweza kutumia Kiswahili na nafasi gani mpaka sasa hivi Kiswahili kimeweza kufikia. Sasa mimi nitakuwa sina mengi kwa sababu leo kwenye Voice Pop mwalimu wetu ni balozi wa Tanzania. Anaitwa Gaspar Bayakanwa. Gaspar Bayakwana anaitwa Gerausi. Gaspar Bayakwana ndo atakuwa ni mwalimu wetu ambaye atakwenda kutueleza vizuri, kwa sababu tumeweza kufanya naye interview na ameweza kutueleza kuhusiana na siku ya Kiswahili na kongamano lenyewe lilivyokuwa. Tunakwenda kusikiza kinamna yapi kwenye stories za darasani, music and social media motivation, sauti ya balozi kutoka nchini Tanzania hapa nchini Burundi. Sikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za mziki na story. Throwback Thursday. Tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano iwe msingi wa. Mimi naitwa Gelasius Biakana, ni balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini. Mheshimiwa, leo ni siku ya maadhimisho ya Kiswahili duniani, na umepokeaje uwepo wa Watanzania waliofika hapa kwenda kushiriki katika tukio hili? Labda niweke sahihi, ni ufunguzi wa kongamano la kamisheni ya Kiswahili litakalofanyika kwa siku 2, ikiwa ni maandalizi ya kuelekea kwenye maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Nimefurahi sana kwamba Tanzania tumekuwa na wawakilishi wengi na walika tofauti, kuanzia wanafunzi wa vyuo vikuu, watafiti, waadhiri wa vyuo vikuu, lakini na watendaji tofauti katika serikali ya Tanzania. Kongamano hili limeanza kwanza hii leo na maadhimisho yake yatakuwa siku ya tarehe 7 mwezi wa 7. Je, kuna yapi ya kuambia ambao wako majumbani kule nchini Tanzania na hata hapa Bujumbura, na ni kivipi waweze kuhamasisha watu kwenda kujifunza lugha ya Kiswahili? Labda niseme kwanza, kongamano linawaleta Waswahili pamoja, wanajadili na kufanya tathmini ya kuona matumizi ya Kiswahili katika nyanja mbalimbali, lakini kwenye teknolojia. Na sasa hivi kinachoangaliwa sana ni akili unde au akili mnemba. Namna gani ambavyo tunaweza kutumia Kiswahili kwa teknolojia hii ya akili unde au akili mnembe. Kama mtakavyoangalia ni kwamba kwa sasa teknolojia hii inakuwa kwa kasi, na baadhi ya lugha nyingi duniani zimesha ijaza akili unde na lugha zao.
Ndio maana ukienda kwenye kitu kinaitwa Duolingo, ni sehemu ya akili unde ambayo inatumika kufundisha watu wengine lugha tofauti tofauti. Sasa Waswahili tunajipangaje kwenda na ukuaji wa teknolojia hii pamoja na lugha yetu? Kwa hiyo ni fursa nzuri ambayo inawaleta watafiti, waadhiri na wadau wa Kiswahili kuona ukuaji wa lugha hii na namna ambavyo tunaweza kwenda na kasi ya teknolojia. Lakini nitoe wito kwamba Kiswahili sasa ni bidhaa inayouzwa kwa wageni, ni bidhaa inayotakiwa sokoni. Kwa hiyo ni vijana kuwa tayari kuichangamkia, na tunahitaji wakalimani, lakini tunahitaji watu ambao wanaweza kutumia kwenye nyanja nyingi kulingana na mtu anavyoziona fursa. Kwa hiyo ni wakati mzuri sana kuwaleta wanafunzi wa vyuo vikuu waone kinachoendelea duniani na waone ni namna gani wanavyoweza kuzitumia fursa hizi kujipatia kipato na kuendeleza lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Mheshimiwa, uko Burundi kwa muda mrefu hapa, na kama unavyoona umeishi nao vizuri. Je, ni mtiko gani walionao kwa kuzungumza lugha ya Kiswahili? Mwitikio wa lugha ya Kiswahili kwa Burundi ni mkubwa sana. Labda nitoe takwimu, ni kwamba kwa utafiti uliofanyika, Kiswahili ni lugha ya pili inayozungumzika au yenye watumizi wengi baada ya Kirundi. Warundi wanatumia Kirundi, wanatumia Kifaransa, wanatumia Kiingereza na wanatumia Kiswahili. Katika utafiti uliofanyika ni kwamba Kiswahili ni lugha ya pili kwa matumizi. Inatumika sana kwenye nyanja za biashara, inatumika sana mijini na inatumika sana mipakani. Kwa hiyo kwa takwimu ni kwamba Kiswahili kinatumika kama lugha ya pili. Lakini pia Kiswahili kinafundishwa mashuleni. Kimoja ambacho tunaweza kukisema ni kwamba pamoja na hizo takwimu nimegundua yafuatayo. Kwanza, kuna utamaduni na dhana potofu za kuamini kwamba wanaoongea Kiswahili ni wauni wasioaminika. Lakini pia kuna changamoto ya kwamba Kiswahili kinapofundishwa mashuleni, Warundi hawapati nafasi nyingine ya kukitumia nje ya madarasani, kwa sababu akitoka nje ya darasa anakutana na Kirundi chake au anakutana na Kifaransa. Sasa ubalozi tunafanya nini? Ubalozi tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha tunasambaza utamaduni wa Watanzania na utamaduni wa Mswahili, lakini pia kusambaza lugha ya Kiswahili. Tulichokifanya na ambacho umeniuliza pengine ni swali ambalo ni zuri zaidi, sisi ubalozi tumeamua kwenda kwenye mashule ya sekondari kuanzisha vilabu vya Kiswahili. Na kwa tarehe ya jana ya tarehe 4 tumezindua klabu ya kwanza ya Kiswahili. Kwa nini klabu ya Kiswahili? Klabu ya Kiswahili inawaleta pamoja watoto wanaojifunza Kiswahili, lakini wanaopenda Kiswahili, hatulazimishi mtu. Na jana klabu tuliyofungua inaitwa Bahati, ina wanachama 50 kwa kwanza. Na hawa sasa tunapata kila wiki watakuwa wanakutana, wanaongea Kiswahili. Na tulipokutana tumewapatia vitabu vya hadithi mbalimbali kuwasaidia wao waweze kusoma Kiswahili, kujiongezea msamiati, kujiongezea uwezo wa kuelewa Kiswahili, lakini kujenga hamasa ya wao kujifunza Kiswahili. Lakini pia tumewapa mashairi mbalimbali waweze kuimba, tumewafundisha michezo mbalimbali ya Kiswahili, tumewafundisha nyimbo tofauti za Kiswahili. Hivi vitu vyote vinamsaidia mtu kujiongezea uwezo wa ufahamu wa lugha husika. Mtu anaweza akawa ni mgumu wa kujifunza tensi za Kiswahili, lakini akawa anaujua wimbo, akawa anauimba kila wakati, akawa mjikuta amejiongeza uwezo wa kufahamu Kiswahili. Kwa hiyo tumeona mkakati tunaweza kuutumia ni kufungua vilabu vya Kiswahili kadiri uwezo utakavyo tupatikana, lakini na utiari wa shule zenyewe, kwa sababu wasipotukaribisha ina maana tutakuwa hatuwezi kufungua. Lakini tunaona mwitikio ni mkubwa, na tunaamini tukijenga msingi au msisitizo kwenye shule za msingi na sekondari, tutakuwa tumejenga msingi mzuri wa Waswahili ambao watakikuza Kiswahili kwa umri mrefu zaidi, kuliko kuhangaika na watu ambao ni watu wazima ambao wameshajikatia tamaa au ambao wanaishi dhana zile za kwamba Kiswahili hakiwezi kupeleka popote. Kama ulivyosema kwamba mmeweza kufungua klabu mbalimbali za kuweza kudumisha lugha ya Kiswahili, je, mbali na hilo una kipi cha kuambia Tanzania juu ya lugha ya Kiswahili? Moja ambalo ni jambo la kiserikali, nafikiri iko sababu ya msingi sana kama Tanzania kuanzisha vituo vya utamaduni. Kama mtakumbuka au kama mmewahi kuona, ni kwamba pale Tanzania tunacho kituo cha utamaduni cha Ufaransa.
Tunacho kituo cha utamaduni cha India nafikiri, na vituo vya utamaduni vya nchi nyingine tofauti. Kwa sababu balozi peke yake hauwezi kufanya hiyo kazi pia ya kituo cha utamaduni. Sasa kwenye kituo cha utamaduni mmeweza kuamua mfanye nini? Kuna baadhi ya watu wanafungua shule za nchi hizo husika. Yaani utaenda Tanzania pale utakutana na shule ya Kifaransa, ya Wafaransa. Au utakutana na shule ya nchi nyingine zozote ambazo zimeamua kufanya hivyo. Kwa hiyo umuhimu wa kufungua shule za Kitanzania zinazofundisha kwa lugha ya Kiswahili kwenye nchi za kigeni ndio unatoa mwanya mkubwa na fursa kubwa zaidi ya watu wa nchi hiyo kujifunza huo utamaduni wako. Sasa hili ni jambo ambalo ni la kisera na linahitaji maamuzi ya kiserikali kuweza kutekelezwa. Lakini tukiachana na hilo, fursa ziko nyingi sana. Uhitaji wa wakalimani ni mkubwa sana kwa sababu wageni wanahitaji kujifunza Kiswahili. Lakini kwa kutumia mitandao ya kijamii wanafunzi au vijana wa Kitanzania wanaweza kunufaika kwa kuanzisha madarasa ya Kiswahili ya mitandaoni, online classes, ambazo zinaweza kusaidia watu kujifunza Kiswahili huko waliko na wakakijua Kiswahili. Kwa sababu Kiswahili tunachokiongelea hapa sio kile cha kuwa mbobezi au mtaalamu wa Kiswahili, ni kile kinachokuruhusu wewe kufanikisha shughuli zako. Kama wewe unaamua kufanya biashara, unaingiaje Kariakoo ukafanya biashara zako? Basi yaani ujue hiki bei gani, shilingi ngapi, nipunguzie, hii nachukua, hii tunafanya biashara. Basi hicho ndio kinakutosha. Kiswahili cha kuweza kutoka uwanja wa ndege ukafika hotelini. Kiswahili cha kukuwezesha wewe kukutana na wasimamizi wa utalii au wale waongoza watalii ukawaelewana nao. Basi hicho tu kinatosha. Sasa tunapokichukulia Kiswahili, usitake kwenda wewe kuwa ndo mtaalamu sijui wa lugha na hiyo ni kipengele pekee cha wale walioamua kuwa wazamivu kwa lugha ya Kiswahili. Lakini katikati hapa kuna mahitaji mengi sana. Yaani mzungu anayetoka uwanja wa ndege akitaka kupanda daladala anajua aongee lugha gani kufika mpaka anakotaka kwenda, au akikutana na bodaboda anajua aongee lugha gani mpaka afike anakotaka kwenda, au akitaka kunywa supu ya pweza anajua aongee lugha gani aweze kunywa supu ya pweza, au akitaka kuingia dukani anajua aongee lugha gani aweze kupata hicho anachokinunua. Kwa hiyo mahitaji ya Kiswahili yapo tofauti kulingana na mteja. Sasa ni vijana kuziona hizo fursa. Kuna mwingine anataka kuimba tu. Yaani mimi niweze kujifunza kuimba tu hizo nyimbo za Kiswahili, alafu niimbe nyimbo za Kiswahili. Basi hicho ndio tutakujua. Kwa hiyo lazima ulijue soko linataka nini na wewe uje na bidhaa zinazofanana na soko ili uweze kujipatia kipato. Sasa narudia kutamsha majina yako vizuri. Mimi naitwa Gelasius Biakanwa, balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Asante sana balozi. Iwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma, dakika 90 za mziki na story. Throwback Thursday. Okay, mama, unasikiza Israel FM representing sauti ya Amerika wote. Kipindi 1 ni ngoma baada ngoma, dakika 90 za muziki na story, ikiwa kabisa ni Alhamisi nzuri kabisa hapa ya tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026, Kiswahili Throwback Day au Kiswahili Thursday Day. Hii hapa tukiwa kabisa tunaelimika kinamna hii hapa kwenye stories za darasani, music and social media motivation. Yani barozi huyu hapo ndo mwalimu wetu wa siku ya leo, anaitwa Galeteusi Gaspar Biakane. Biakamwe ndio ameweza kuwa mwalimu wetu kwa siku ya leo. Nadhani umeweza kumsikiliza. Huyo ni barozi wa nchini Tanzania akiwa kabisa anawakilisha hapa Burundi, akiwa kabisa mtulivu kinamna hiyo hapo. Nadhani kijana umeweza kutumia fursa na umeweza kusikia fursa ambazo zilizokuwepo kwenye Kiswahili. Kama unataka kuwa mtu ambaye wa kuweza kuwatembeza watalii, basi unaweza kutumia fursa kinamna hiyo hapo. Na kama unataka kuweza kuimba
basi unaweza kuimba kutumia Kiswahili ili kutengeneza fursa, kwa sababu Kiswahili ni sehemu ya lugha ambayo inakuwa duniani. Kiswahili ni sehemu ya lugha ambayo inakuwa duniani. Sasa hivi takribani ya watu wengi sana wanaongea Kiswahili hapa duniani. Sasa hiyo ni fursa kwa wewe ambaye kijana, ambaye ni mwanamuziki na balozi kutoka nchini Tanzania akiwa hapa Burundi, ametuweza kutufungulia na kutugea madini. Hapo ni somo letu ambalo leo tulikuwa tunajifunza kumbukumbu ya siku ya Kiswahili duniani ambayo ilifanyika siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 7, ambayo mimi hapa Ishoboy Mo Nyandwi na timu yangu nzima ya ngoma baada ya ngoma tulikuwa tumeweza kuhudhuria tukiwa kama washiriki kwenye kongamano la kwanza kabisa la elimu la kuweza kufanya semina ya kujiri kuweza kujua Kiswahili, akili wingi pamoja na akili mnemba. Kiswahili kwa Kiswahili ni Kiswahili wingi lugha na akili mnemba ndio tuliwenda kujifunza, na leo basi tumeweza kujifunza hapa kwenye ngoma baada ngoma. Bwana, baada ya hapo, baada ya kusikia hapo intro, ni nyimbo ya East Africa au nyimbo ambayo inawakilisha kutuleta pamoja kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Bwana, kwa muda wetu huu hapa wa saa 3 hii hapa na dakika 18 hapa kwa saa za Afrika Mashariki, nadhani hapo ndio tunaweza kufunga stories za darasani, music and social media motivation. Mimi hapa Ishoboy Mo Nyandwi, sina tatizo, East African Boy sina tatizo, Mswahili wa FM sina tatizo, fuku sina tatizo. Nadhani tunakwenda kwenye kipengele kingine, na kipengele kingine kwa ratiba yetu kwa muda wetu huu hapa ni kikao cha burudani ambacho tunaenda kukifungua kwa muda huu hapa. Endelea kuenjoy ukiwa unasikiliza Easy FM, Itembe Sangi, sauti ya maendeleo kwa wote. Sikiliza ngoma baada ya ngoma, dakika 90 za muziki na story. Slowback Saturday. This track MK City Boy sambaza upendo right now. Star, jina la wachoma kwenye hizi flow wanapatwa na homa. Ka road block bado na wa block bro, acha majigambo, tambua unadili na mjeda wala si mgambo. Masnitch na wacheka pia na kula nao, mina play double party na ishi nao, nafanya kazi nao. Sikia, usiforce tufanane, we namba 8 wengine namba 4 mi namba 1. Sabaza upendo ndio logo natembea, still like Machiavelli sitaki umbea. Na acha washindane kwa kushindana, nikipita mshindi wanabaka wanaongea. Anaitwa P1. Kama unaweza kumsikiliza kinamna hiyo hapo, hiyo ndio ngoma hiyo hapo imetufungulia kikao cha burudani wamebaki oi ya P1 kutokea hapa Rumonge, au unaweza kumuita YP Fashion mwenyewe kutokea Kamlebere in the building. So again kutokea sambaza upendo right now ndio anawakilisha kinamna yapi kwa kikao cha burudani kwenye ngoma baada ya ngoma. Bwana, karibu sana kwenye ngoma baada ya ngoma, karibu kuendelea kusikiza Easy FM, Itembe Sangi, sauti ya maendeleo wote, kama Emmanuel Botike mtoto kutoka Kasanda akiwa anasikiza Easy FM kinamna yapi. Na kwenye kikao cha burudani Emmanuel Botike mtoto kutoka Kasanda ukiwa hapo kwa Eri Wood barabara ya lami, basi tunakukaribisha kinamna yapi. Sitafuti kiki, nafanya muziki. Sitafuti kiki, my hobby music. Okay, tatizo nyota nikitulia na wao wanasinzia, nikifoka na wao wanamoka. Hawajui kutunga, wanajua kula funga, walikuwa uyoga, wamejawa na uoga. Ndio maana watu boy kazi zao zimebaki na story. Vijana homeboy knowledge sifuri, nyimbo zao lockdown like Magufuli. Sabaza upendo right now. Hoi 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 bakia hoi 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 say wo hoi 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 bakia we oi 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 bakia Easy FM ngoma baada ngoma. Yeah, MK City Boy. Okay, oh mama, mgeni wetu YP Fashion au P1 huyu hapa bwana anaingia kinamna hii hapa bwana. Tunakwenda kumkaribisha mgeni wetu, maana tayari kashafunguliwa milango ya Easy FM kwa studio zetu kinamna hii hapa. Mimi hapa naitwa Ishoboy Mo Nyandwi, kipenda niti fuku kinta staff kambo inakopoa kiita Mswahili wa Easy FM. Leo ni Slowback Saturday hii hapa Kiswahili, na tukiwa tunakumbukia siku ya Kiswahili duniani. Ni siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026, Alhamisi nzuri kabisa. MK City Boy. Sabaza upendo right now.
Star, jina la wachoma kwenye hizi flow wanapatwa na homa ka road block bado na wa block bro acha majigambo tambua una deal na mjeda wala si mgambo masnitch na wacheka pia nakula nao mimi na play double party na ishi nao nafanya kazi nao sikia usiforce tufanane we namba 8 wengine namba 4 mimi namba 1 samba za upendo ndo logo natembea still like Magaveri sitaki umbea na acha washindane kwa kushindana nikipita mshindi wanabaki wanaongea nimezaliwa kushinda kabendera mringoti kwa juu inapepea umebakio hey hoi 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 oi 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 bakio say hoi 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 hey hoi 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 say hoi 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 oi 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 unasikiza Israel FM Itobe Sangi sauti ya mendo kote kipindi 1 ni ngoma baada ngoma dakika 90 za muziki na story ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 9 mwezi wa 7 2026 Kiswahili Slowback Saturday hii hapa au Kiswahili TBT hii hapa tukiwa tunakumbukia siku ya Kiswahili duniani bwana YP. Yes sir. Inakuaje mzee baba? Bana shwari kabisa. Monyandu. Remje siri. Yes sir, sambaza upendo right now. Right now mwanangu. Karibu Israel FM maana wewe sio mgeni, karibu lakini. Asante sana mwanangu kwenye kikao cha burudani kwa mara nyingine tena. Kwa mara nyingine tena. Hiki ni kikao ambacho kinatoa fursa kwa ajili ya kuweza kudiscuss masuala ya burudani na vitu vingine vinavyoendelea katika ulimwengu pamoja na hapa kwetu nchini Burundi. Ndio nashukuru sana. Ya lakini swali moja napenda nikuulize. Okay. Unajua mimi nina nyimbo nyingi sana nishafanya. Kwa nini muda wote unaponikaribisha hapa kwenye kipindi naingia kwa kuperform nyimbo ya Wamebaki Hoi? Kwa nini siwe nyimbo nyingine? Maana una nyimbo zangu kibao. Kwa nini Wamebaki Hoi kila siku? Sawa. Kwanza kabisa ni miongoni mwa ngoma ambazo zina maandishi ya Kiswahili au ina utunzi wa falsafa ya lugha ya Kiswahili. Hiyo ni moja kati ya chance ambayo sikuwa leo kukaribisha. Kwamba nimekukaribisha kwa kutumia kigezo hiko. Okay. Umo mistari mingi ambayo umeandika ni kwamba ni Kiswahili pure. Lakini ni kile Kiswahili ambacho kwa sisi ambao ni Waswahili wenyewe umenielewa kwenye tenzi utunzi maana ujue hip hop ni falsafa umenielewa. Okay. Kwa hiyo kwenye vina na kina kwenye buzz kwenye midundo ni kitu ambacho ni moja kati ya utamaduni wa Mswahili. Hii ni ngoma miongoni mwa ngoma ambazo zimetengenezwa katika nature nzuri ya rhythm ya Kiswahili. Okay, nashukuru kwa hilo kulitambua. Mara ni wana entertainment wachache ambao wanaweza kuchambua nyimbo gisi msanii alivyoweza kuiandika, kuimba, umeshanisoma kwa kutumia hii formula nzuri za music hivyo yani. Alafu pia tukija kwenye tenzi katika falsafa ya nguzo za hip hop. Hii ngoma ni miongoni katika nguzo ya hip hop inaingia kwenye Kiswahili kwa sababu hip hop ni kitu ambacho cha kueleza reality. Okay. Yani tukizungumzia reality ni ukweli. Umeelewa? Hii ni moja kati ya ngoma ambazo tukienda kwenye tungo. Yani sisi ambao tunajua tungo. Maana wengine wanaweza kujua sisi tunatangaza, hatuimbi, lakini wanajua kama sisi muziki tunauchukulia poa. Hapana. Katika tungo za tenzi ambazo umetumia humu ni tenzi ambazo ni ndani kabisa za Kiswahili. Yani ndani kabisa kuna mafumbo ambayo yamo humu. Watu wanaweza kusema Umebaki Hoi ni wakina nani, wanaweza kujiuliza hiko. Lakini mimi ambaye najua tenzi na tungo, kwa ninajua kabisa huu ni Uswahili. Hatutaki kufungua wala kuweka nani. Na hii kutokana na makundi. Hii ngoma pia ina represent ngoma baada ngoma kwa sababu ngoma baada ngoma ni kipindi ambacho hakipendi makundi. Kisanii. Hakipendi unafiki. Umeelewa? Muziki wa Rumonge bado hatujafika. Hiyo kitu tunabidi tuweke. Hakuna mtu atakuja kusema kwamba muziki wa Rumonge tayari kashafika kashakuwa msanii mkubwa au ana maendeleo makubwa katika muziki wa Rumonge. Bado tuna haso lakini watu wanavyojiproud mimi naona Wamebaki Hoi. Wamebaki Hoi kweli ya mwanangu. Wewe Mswahili umenifukua chini kwa chini maana nashangaa bona kila ukiniita kwenye kipindi Wamebaki Hoi ndo bado muziki wetu haujakuwa. Tumebaki Hoi sio kwenye sekta tu ya sanaa ya muziki, kwenye tasnia ya uimbaji tu. Ndio. Management ya Hoi
ni tukizungumzia media platform Oi kasa paka sasa hivi vyombo vyetu vya habari na Izere FM ikibakia moja hapo Izere FM hamna department ya music department, na ndio maana muziki wa Rumonge hauwezi kuendelea. Bado wapo tutapiga ngoma nyingi sana za nje, bado wapo tutapiga sana ngoma nyingi za Bujumbura, bado wapo hoi. Tutabaki hoi kwa sababu bado mifumo, yani mifumo ya falsafa hatujaiweka vizuri, tumebaki hoi. Kwa mimi ngoma nikisikiliza sana sisikilizi tu kwa ajili tu ya kuwafumba wasanii au kuwachanganya wasanii kwa kugombana. Yani ni platform nzima, yani tasnia nzima, industry nzima bado wamebaki hoi. Kuna wasanii humu bado wanajipiga mkifua, wanajiona mastaa wakubwa, wakati sisi tunahitaji mastaa watawakilisha Rumonge kwenye nani East Africa wafike basi hata international. Wanajipiga mkifua wakati bado wamebaki hoi. Mimi ninaweza kutolea mfano, nimeenda Mtwenzi Festival. Ni tamasha kubwa sana la Afrika la hapa Burundi. Hivyo ambalo limebeba taswira ya kuwezesha muziki wa Burundi kukua. Ndio. Lile tamasha lilikuwa na wawakilishi wa wasanii tofauti na vikundi vya ngoma pamoja na wachekeshaji. Wasanii kutoka kwenye mikoa tofauti ambao wamehamia Bujumbura. Rumonge sijaiona kwenye map. Bado wamebaki. Mimi mwenyewe sijapewa mwaliko na msanii wa Rumonge, nimepewa mwaliko wa msanii wa Bujumbura, anatokea Kayanza Bface. Na tuna dream ya kutaka kuona basi hata Mnyarumonge na represent Rumonge ndani ya capital. Bado tumebaki hoi. Bado watu wamebaki hoi. Tunadanganyana kwenye masanamu. Alafu mtu anajifanya eti ni msanii mkubwa. Una ukubwa gani? Tunataka kuone activity za ukubwa wako. Hatutaki maneno kujiproud mtaani. Mimi ni superstar, mimi ni nini. Hayo maneno unajifagilia mwenyewe. Tunataka kuona vitendo. Tunataka tuone vitendo. Tunataka kuona mashabiki sasa ndo wazungumze. Kwa kile kinachoonekana. So kujiproud, bado wamebaki hoi. Kwa ngoma itazidi kurepresent ina mwaka mmoja. Asante sana kwa kunyelewa bwana Monya. Ina mwaka mmoja. Ina mwaka mmoja. Mimi najua falsafa. Falsafa, tungo tata, zote hizo tumepitia. Sioni tumekaa hapa kwenye meza mkajua kwamba wasanii, mkajua kwamba bwana tuna watangazaji viraza. Kama miaka hiyo mlikuwa na watangazaji viraza. Mwaka huu Izere FM. Nakupa big shout out sana Monya. Hiyo ngoma hakuna mtangazaji nakumbuka toka before nione watangazaji Rumonge wanatangaza muziki. Hakuna mtangazaji aishawahi kuchambua nyimbo ya hip hop akaielewa huu msanii katunga falsafa anamaanisha nini. Lakini wewe mdogo umeenda unanifukua kama kitu unavyojiita fukufuku mpaka umeninyaka. Fukufuku ni mwingine mwingine. Na kama sio kuwa nani hii mchambuzi wa Kiswahili ni vigumu kuweza kunielewa na maanisha nini. Kwa maana hizo ni tungo tata kabisa. Leo ni siku ya leo tuna slow back, tunakumbukia TBT ya siku ya Kiswahili. Kweli kabisa. Ndio maana tunaweza kuchambulia vizuri hiyo ngoma nikamwambia. Bwana waitisha sana bwana Remge City ni miongoni mwa mkoa au Burunga City au Burunga yenyewe yote, muungano wa Burunga yote tukiwa tuna represent commune pamoja na ofisi kuu ya zone hapa Rumonge. Ni mji wa Kiswahili na Rumonge ni sehemu ambayo ndio kuna ukiachana na Buyenzi kwa hapa Burundi kwamba Buyenzi ni neno lenyewe kwanza ni la Kirundi. Lakini Rumonge ndio ambapo kuna mtaa unaitwa Kateswaili. Siku ya Kiswahili duniani, siku ya tarehe 7 tukiwa kama tuna slow back tunakumbukia TBT. Ndio. Hivi Waswahili waliweza kujua kwamba wana siku yao hapa Rumonge. Remgesi paka Katete huko nasikia napo kuna Waswahili napo. Nyanza huko, Makamba huko. Kwa kutambua hii siku ya Kiswahili duniani, naweza nikasema ni watu wachache ambao waliweza kuitambua. Na ambao wameweza kuitambua ni wale watu ambao labda wana masomo, ushanisoma. Yani shule wamepitia shule, wanajua ratiba ya kalenda gisi inavyotembea, umeshanisoma vitu kama hizo. Lakini kwa watu wengine tu wa kawaida nomo sio rahisi kuweza kutambua. Kama kuna siku ya kusherekea Kiswahili duniani. Watu wanakuwa ni wachache sana. Lakini leo tunaweza kuwakumbusha kabisa na kuwahabarisha. Ni jambo zuri kabisa kuweza kuwakumbusha wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Izere FM kuwa siku ya tarehe 7 ndio tarehe 7 mwezi wa 7 ilikuwa ni siku ya Kiswahili duniani. Waswahili wote waweze kujivunia kuzungumza Kiswahili. Wakariri hiyo tarehe 7 za mwezi wa 7
Kila siku duniani, kila miaka. Kila miaka ikifika tarehe 7 za mwezi wa 7, wewe Mswahili ambaye unazungumza Kiswahili uweze kujivunia lugha ya Kiswahili duniani. Sawa. Siku hii imeadhimishwa kwa mara mbili. Kwa hapa Afrika, Burundi ndio ambayo imebeba jukumu lote. Na jukumu limekamilika, nikiwa kama Mswahili nimeshuhudia. Ndio. Na nimeona maandalizi yalikuwa mazuri. Umeelewa? Na mapokezi yalikuwa ni mazuri. Nimekutana na wanafunzi tofauti wa vyuo pamoja na primary, nimekutana na walimu, nimekutana na waandishi wa habari tofauti mpaka sasa hivi na sisi hapa kwenye Ngoma Baada Ngoma tunatambulika na chama cha waandishi wa habari wa Kiswahili Burundi. Ndio kabisa. Kwa hiyo ni sehemu kubwa sana ambayo imetengeneza connection kubwa na zeni tunazidi kwenda. Kwa wewe kama YP, tukija kwenye swala la muziki. Okay. Muziki wako unaofanya. Lugha ya Kiswahili unaigea asilimia ngapi? Muziki ambao ninaofanya kila ukiwa unafikiria kutunga nyimbo. Lugha ya Kiswahili naweza nikasema naipa asilimia 80. Okay. Sawa. Kwa maana kwanza mara nyingi mimi huwa napenda kuzungumza lugha ya Kiswahili. Kwangu naweza ngasema kati Swahili moja hapo babala ya 3. Naweza ngasema kwangu mimi binafsi ndo lugha mama Kiswahili. Yaani muda mwingi mimi napenda kuzungumza Kiswahili. Okay. Na mambo yangu mengi napenda kuyaendesha katika lugha ya Kiswahili. Okay. Japo niko nyumbani Burundi, nimezaliwa Rumonge, nimesomea Rumonge, umeshanisoma. Lakini Kiswahili kwa kuwa labda ndio hivyo tumekulia katika jamii ya Kiswahili, uswahilini kwenyewe. Kwa hiyo Kiswahili kwetu ndio kama lugha mama kabisa. Na ni lugha ambayo inatukutanisha na watu wengi tofauti kutoka Afrika Mashariki. Okay. Tunakutana na Wakongo, tunakutana na Watanzania, tunakutana na watu kutoka Kenya. Okay. Wote tunahusiana kuna lugha ya Kiswahili. Japo lafudhi ya Kiswahili tunatofautiana, lakini kuna lugha ya Kiswahili tunapata kuelewana. Okay. Hivyo yani. Sawa. Na ina mchango katika maendeleo yako katika utafutaji? Mimi Kiswahili kina mchango mkubwa sana. Okay. Kiasi ambacho niliweza kupata fursa ya kutoka Burundi kwenda Tanzania, nikafika hadi mji mkuu wa Dar es Salaam. Mji wa kibiashara, mji mkuu ni Dodoma. Mji wa kibiashara wa Dar es Salaam. Kwa hiyo niliweza kuishi vizuri tena kwa amani tele bila tabu yoyote, kwa sababu nazungumza Kiswahili vizuri kabisa. Ni nini ambacho unaweza kukumbuka ukiwa hapa Burundi, ulivyoenda Dar es Salaam na ukakutana na Waswahili, ukaongea Kiswahili na ukajifunza na ukaja hapa Rumonge na ukaweza kufanikiwa katika maendeleo? Kitu gani ambacho uliweza kunufaika katika maendeleo yako baada ya kukaa Dar es Salaam, kukutana na Waswahili, kuongea Kiswahili na ukasema bwana narudi nyumbani? Ukaja kufanya na nimenufaika vitu vingi. Kwanza kabisa nilipofika Dar es Salaam niliweza kupata nafasi za kufanya kazi. Okay. Hata eneo ambalo niliingia kwenda kufanya kazi, maana Dar es Salaam niliweza kupata nafasi ya kuingia kwenye tela ambao washonaji wanashona nguo. Ushanisoma. Nikapata nafasi ya kuingia na nikapata nafasi ya kuwa mmoja wa wafanyakazi humo, nikafundishwa kazi, nikajua kazi na nikaanza kufanya kazi, nikaanza kuingiza pesa. Umeshanisoma. Na nilikuwa nazungumza nao Kiswahili vizuri, wakanichukulia kama mtoto wao nyumbani kabisa, familia nyumbani kabisa. Yani kwa kifupi, yani nilikuwa niko na amani tele. Okay. Na nilijiona kabisa nimefika. Na ukarudi hapa na mpaka sasa hivi YP Fashion. Sasa niliporudi nyumbani pia kama kawa nikaendeleza yale ambayo nimeyatoa kule, nikaendeleza hapa nyumbani mpaka hivi mambo yangu yanaendelea vizuri yani. Hivyo yani. Kwa hiyo Kiswahili kiliweza kunisaidia sana. Sawa. Muziki wa Rumonge, tukiachana sasa na Kiswahili na Waswahili wake, tuzungumzie muziki wa Rumonge. Okay. Wewe una nafasi kubwa sana, watu lakini hawajui. Mimi nikiwa kama na professional hii ya uandishi wa habari pamoja na muendeshaji wa kipindi cha burudani. Naona vingi. Umeelewa? Kwa sababu uandishi wa habari ni kufanya research. Sifa ya mwandishi wa habari ni kufanya research. Okay. Kuchunguza vitu vinavyoendelea katika jamii na kuweza kutoa uwasilishi kwa kuleta mafanikio. Umeelewa? Wewe unafanya vitu vingi sana kwenye entertainment. Kama hivyo unasema una shona, una sehemu yako ya kushona
nguo, fashion, masuala ya fashion, hiyo ni entertainment. Unaimba, umeelewa? Yeah. Na kuna vingine kama ni voice maker ambayo kuna voice pop nyingi sana za Kiswahili ambayo matangazo yanayopita unakuwa unatumiwa ili maspoti hayo. Yeah. Muziki wa Rumonge hapa umechangamka. Na tumeona kuna mapinduzi mengi sana kwa mara ya pili kwa mujibu wa takwimu ambazo zipo nilikuwa kama mwandishi wa habari hapa. Na nimezipata hizo takwimu kwa baadhi ya watu. Wewe ukiwa kama mmoja wa vijana ambao mnashiriki kwenye muziki wa Rumonge umepata mabadiliko. Tumeona kuna record label zipo, umeelewa? Na zinafanya kazi, umeona? Na tunaona wasanii wengine nao wanazidi kujikongoja, umeelewa? Na tumefikia hatua kwenye record label hizo ambazo zikuwepo. Miongoni mwa record label moja wapo ina management ambayo inasimamiwa na mtu ambaye kwenye media. Wewe unaliona vipi hilo jambo? Management ya kusimamiwa na mtu ambaye yupo kwenye media. Record label inakopo na management ya management ya mtu ambaye yupo kwenye media, yani ni mwandishi wa habari. Na yeye anahitajika kuweza kutoa fursa kwenye vile ambavyo wanavifanya kwa wasanii. Sasa wewe unaiona vipi imekaa? Unaona muziki wa Rumonge tutakuwa na nini? Tutafika tutakwenda na hizo record labels kwa mtangazaji kuwa management ya wasanii baadhi fulani. Mimi sidhani kama inapendeza. Lakini inatokana sasa na uaminifu wake upo vipi, na kazi yake anavyoiendesha ya utangazaji namna gani vipi, umeshanisoma. Maana kuna ukisema wewe ni mtangazaji alafu tena wewe mwenyewe ni manager wa wasanii. Manake kuna wasanii fulani baadaye utataka kuamini ili wasanii wako wapushi katika promotion, katika marketing. Sawa, utataka wasanii wako kwanza ndio kipaumbele. Hata kama hawana uwezo mzuri, ila utataka kuforce, ushanisoma. Na hapo ndo ambapo unakuja kuharibu vipaji vya wasanii wengine. Kwa industry hapo utakuja kuiharibu. Tutabakia na wasanii ni wale wa radio fulani. Sasa au wasanii wa mtangazaji kwa sababu anatumika redioni, sawa? Kila siku atakuwa anapiga ngoma za wasanii zake, kila siku anawaitisha kwenye vipindi wasanii zake. Maana anataka kuwapushi waende kwa nguvu zake yeye anavyohitaji. Umeshanisoma. Kwa hiyo atasahau na wasanii wengine kama wanahitaji na wao wapewe nafasi, sawa? Waweze kusukuma gurudumu lao la muziki. Na watafute ile namba moja. Kwa sababu katika muziki kuna kitu kinachoitwa top 10. Kuna top 10, top 5, kuna top 3. Hivyo yani. Katika kupanga listi ya na kuna wengine labda wapo kwenye management ya wewe mtangazaji, sawa? Lakini wanafanya vizuri zaidi kuliko hata wasanii wako. Ila hautorizika. Utataka uaminye ili kwanza wasanii wako kwanza wewe ndio kipaumbele kwenye nafasi za mbele. Ushanisoma hapo tayari unafika unaharibu sanaa ya muziki. Kumbe nini? Mtangazaji aikae kwenye nafasi yake ya utangazaji, atoe nafasi kwa wasanii wote bila upendeleo. Ushanisoma. Yule ambaye anayeweza apewe nafasi, asogee mbele. Ushanisoma. Maana sisi tunahitaji maendeleo. Sio kuminyana. Tunataka maendeleo. Wasanii wa Rumonge wapande juu, wawe wakubwa. Ushanisoma. Wafike Bujumbura pale watikise jiji la Bujumbura. Tunaenda Mtwenzi Festival mwakani, tunamwakilishi sisi Rumonge. Then tukitoka Bujumbura tuingie East Africa. Yani Rumonge itikise. Ndio tunahitaji maendeleo hayo. Na sio kuminyana sisi kwa sisi. Sawa. Hivyo yani. Hatuwezi tukafika mbali. Hilo jambo ni kwa mara ya pili kwa mujibu wa takwimu ambazo nilizokuwa nazo, ambazo kwa kuuliza watu na baadhi ya wasanii nina ushahidi wa hiko kitu mpaka nazungumzia. Kwa mwanzoni kiliweza kuharibu muziki wa Rumonge sana. Kwa sasa hivi unaona vipi? Kwa sasa hivi kidogo naona wasanii wengine wanapewa nafasi. Maana mwanzoni kuna ambao walikuwa wanaminywa. Kiasi ambacho ikaleta beef watangazaji na wasanii. Ukishanisoma. Hivyo hadi wasanii kwa wasanii. Unajua wasanii msanii anapambana sana Monyandu. Msanii mimi najua. Paka anafika kurekodi nyimbo, anaachia nyimbo, mwanangu msanii anakuwa amepambana sana, amefocus sana, ameriski vitu vingi sana. Na alafu amedestroy hadi maisha mzee.
Yaani budget yake ya kuendesha maisha ameipeleka kwenye muziki. Alafu hamuna kitu, alafu unataka umminyie. Ushanisoma. Atashindwa kuweka beef na wewe mtangazaji. Lazima aweke beef. Sasa, manake hausamini kila anachokifanya wakati mnatakiwa mshikamane ili msukume gurudumu kwa pamoja. Ushanisoma. Unatangaza muziki afu unataka umminye msanii, unamminya kivipi? Okay. Bwana unasikiza Israel Family Jiromezangi sauti ya Mandoko wote kipindi 1 ni ngoma baada ngoma dakika 90 plus za muziki na story, lakini kuna dakika ambazo tuliweza kuzitoa, hatutoweza kuwa na masaa mawili kwa siku ya leo, tuliweza kuzitoa kwa ajili ya vitu vingine kuweza kuendelea hapa Israel FM, na muda wetu umekuwa so rafiki kumrazi, yani msikilizaji, ratiba yetu itakuwa haiendi kama vile ambavyo ulivyoweza kutarajia au ulivyoweza kusomea, kwa sababu sasa hivi ni saa 3 hii hapa ina dakika 42 kwa saa za Afrika Mashariki, Burundi usiku huu hapa. Basi kwenye kikao cha burudani tumeweza kukifungua na YP Fashion, huyu hapa au P1 ndio ambaye ameweza kuwa nasi siku ya leo kwenye ngoma baada ya ngoma. Mimi hapa neto Mo Nyatu, kipenda nete fuku kinita staff kambo inakopoa, kinita Mswahili. Weza FM endelea kutega sikio kama unavyotega sikio hapo ulipokaa ukiwa unasikiza Israel FM Jiromezangi sauti ya Mandoko wote 97.1 Rumonge Burunga City kiafrika Mashariki, na mnaia hapa iko ngoma baada ngoma. Ni kipindi ambacho kinakugia fursa ya kuburudika, kuelimika pamoja na kuhabarika. Tupo kwenye kikao cha burudani, mgeni wetu chacha muingiza, nadhani kwa mujibu wa ratiba yetu hii hapa hii au saa zetu hizi hapa hizi tunakwenda kusikiliza ngoma mbili kwenye Slowback Mix Kiswahili Old is Gold Vibe, na tutarudi hapa kwenye kikao cha burudani kwa ajili ya kuweza kupata simu. Hatutokuwepo na ngoma na story fukunyuku za fukufuku kwenye mitandao ya kijamii. Nadhani utakuwa unaweza kunisamee kwa sababu muda wetu umekuwa so rafiki. Tumeweza kutoa nafasi kwenye vipindi vingine au kitu kingine kiweze kufanyika. Bwana tunakwenda kusikiliza ngoma hizi hapa hizi, alafu inzeni uweze kuburudika na kuweza kuenjoy kwenye ngoma baada ngoma. Tutakuwa na fukunyuku za fukufuku kwenye mitandao ya kijamii au kwenye ngoma na story, kipengele hatukupo nacho iko. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Sema. Oya we, watu na vitu vyao, watu na mambo yao. Shimuka Afrika. Dakika 90 za muziki na story. Slowback Saturday. Oh mama, kwenye Slowback Mix Kiswahili Old is Gold Vibe kwenye ngoma mbili ambazo nimeweza kukuambia wewe msikilizaji wa ZFM Jiromezangi sauti ya Mandoko wote kwenye ngoma baada ngoma. Kipi sijasikia, ikiwa ni ngoma namba 1 hii hapo ya Professor J featuring Diamond ambayo inatuwakilisha kinamna hii hapa. Jua lotosi na mini wote tunapita na kamwe mahitaji yoshi. Jina langu shatumika sana kutajirisha watu. Nyota ndogo alishasema kuna watu na viatu. Bunduki hauwi watu ila watu ndo wanaua watu. Dunia kama jalala tazama kwa jicho la tatu. Lisa mbaya watu wanahusda na roho mbaya. Unasikiliza ngoma dakika 90 za muziki na story. Slowback nimepita mengi michani ya kila namna, ndio maana mimi sishangai wakiniita mbeba lawama. Washikaji wengine feki kwenye dili ya wakujui, wanadhani kila jogoo wakiwika ni asubuhi. Riziki ya mwezi ziba labda mtaichelewesha tu, na kesho mmeshusha Mwenyezi ananipaisha. Kote mliko bana kidume ndo natusua, mnanijua nakamua roza wanga zinongua. One hukumu niwe, Mwenyezi Mungu naomba unilinde kwenye vita milele, na mimi nishike mkono nishinde. Une hukumu ni wewe, Mwenyezi Mungu naomba unilinde kwenye vita milele, wanachoka daima nishinde. Walishazusha na imekufa, mepata jali, washindwe na walegee. Mwenyezi niepushe mbali, wakasema nina ukimwi kwa kuwa nilikonda ghafla. Wanataka kunizika mzima kabla sijafa, walisema nina ngoma wengine tushafukia. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za muziki na story. Slowback daima msanii wangu ni nguvu zangu mwenyewe, simwamini mtu kamwe na jamii. Makamba 90.6 I knock them hard wanalizombe. Bado tunapambana kibarua kisiote nyasi, daima sitawadhulu wale wote walioniasi. Nikikaa kimya msidhani sijasikia, sio bahati songekewa ni sauti iliyobarikiwa. One hukumu ni wewe, Mwenyezi Mungu naomba unilinde kwenye
Anaitwa fundi umeme kutokea Busebo, anakuambia ni aje mjengoni. Kutokea Busebo hapa tunakupata 100% ikiwa kabisa ni Slowbaki Saturday hii hapa Kiswahili, tukiwa kabisa tunakumbukia siku ya Kiswahili duniani. Walaze pema waliosema kajiua, gawa wote tunapita na mimi maisha ni hatua. Maneno ya watu sumu yanaponya na yanaua. Please nipo ujasiri mpaka siku kinchukua. Wape nguvu wale wote waliokata tamaa. Maneno yanaleta hila na mzozo kwenye mitaa. Wanahesabu mabaya tu na mema wajaon. Wanakuchekea machoni, wanakuroga moyoni. Wanacheka chini wakati una msiba. Wa kwanza kukutangaza kwa watu ukiwa na shida. Wanatamani wapangue kila mola alichopanga. Wanatangaza amani huku wameficha mapanga. Unayokumu niwe Mwenyezi Mungu naomba unilinde. Na mimi nishike mkono nishinde. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za muziki na story. Slowbaki Saturday. Nivanyenye chanzoea. Tumana sijali anapongea. Wanasema sema mengi. Monge 97.1 Izere FM. Tumana sijali anapongea. Wanasema sema mengi. Yeah. Oh hey yeah. Oh hey yeah. Oh mama, ni Professor J featuring Diamond Platinum, kiwa wasanii kutokea Afrika Mashariki kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kabisa kinamna hii hapa, wakiwa wanatuburudisha kupitia 97.1 Rumonge Burunga City Burundi, kiwa kabisa ni usiku hapo ukiwa unaenjoy kwenye ngoma baada ya ngoma. Bwana P1. Yes sir. Mbona ngoma una feeling nayo sana? What doing? Nini ambacho nakumbuka mwanangu? Ngoma hiyo imepiga malegendi. Professor J ni ukisikia mashairi ya hip hop utunzi unasikia kabisa ni professor kabisa. Kiswahili hapo kimetaradadi, mwenye Kiswahili chao ndo wao. Wenye Kiswahili chao hapo tunaenjoy na tunaelewa anazungumza nini. Alafu ukiangalia yupo Simba hapo Diamond Platinum. La Mama Dangote. Simba lakini hapo kipindi hiko bado anaitwa Domo. Domo aliua chorus moja kali sana yenye hisia sio za kawaida. Sawa, tunakwenda track ya pili hii hapa kupitia Izere FM ndio sangi sauti ya kwa wote kwenye kipindi chako cha ngoma baada ya ngoma kwenye Slowbaki Mix Kiswahili all this gold vibe kwenye ngoma mbili hizi hapa hizi za kuweza kukuburudisha wewe ambao unasikiza ngoma baada ya ngoma kupitia hapa Izere FM. Kama Emmanuel Botike mtoto kutokea Kasanda akiwa anasikiza Izere FM kutokea hapo 97.1 Rumonge Burunga City barabara ya lami hapo, anaenjoy kinamna hapa kwa uredi Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za muziki na story. Slowbaki Saturday. Makamba 90.6 Izere FM. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za muziki na story. Slowbaki Saturday. Monge 97.1 Izere FM. Kusilali na kuota na kusamani kukukosa. Samahani nimekosea, moyoni mwangu hujapotea. Nitasubiri ukirejea, tufunge pingu za maisha. Depuis ton départ, je me sens à part. Mon cœur réclame de te revoir. Je suis sans mémoire, je n'ai plus d'espoir. T'es le sujet de mes victoires. Depuis ton départ, je me sens à part. Mon cœur réclame de te revoir. Je suis sans mémoire, je n'ai plus d'espoir. T'es le sujet de mes victoires. Le sujet de mes victoires. Anaitwa Lolly Low featuring Diamond Platinum umundani wakiwa wanaburudisha kabisa kupitia Afrika Mashariki kinamna hii hapa bila kumsahau Oro Gang ndo ambaye naye ameweza kushirikishwa kwenye ngoma hii hapa. Ngoma inaitwa Najua ya Lolly Low featuring Diamond Platinum kutokea nchini Tanzania kutokea Afrika Mashariki kinamna hii hapa. Mangapi watu wametutendea lakini yote sanifia. Penzi letu tumelilinda
utasubira wendo my dear, mikononi mwako sitokimbia, penzi lako talilinda, maisha ni mwami malikia. Usinitose, usinitupe, rudia home wendo wangu mama. Usinitose, usinitupe, rudia home wendo wangu baby. Wacha natamani kwa na wewe penzi, najua wendo wa thamani. Unasikiliza Ngoma Baada ya Ngoma, dakika 90 za muziki na story. Sloba wendo wa thamani, nakuhitaji samani. Wapi Lenesi Bimitego kutokea Iteba, na wapi Dr. Saidi kutokea Ngayamba. Pura wanje baby ngwino ushire muvikiriza chawe, ufumatire manze usu yeah. Nitamo na lolilo, safi na lolilo, sewa oga na lolilo, we yeah, mafia na lolilo, sewa nyama na lolilo, na lolilo, na Dynamo na lolilo. It's time Platinum baby, all the way from Tanzania. I got my homeboy lolilo. It is what it is, man. They call me President baby. Lilizi wa Lilizi. Oh mama, bwana YP. Yes sir. Mbona unamizuka ngoma hizi mbili tu mwanangu zimekokamata? Wewe ni throwback mwanangu, nanikumbusha mbali kipindi hicho mwanangu. Hapo ndo 2000 kama na 10 hivi ndo Diamond sasa anatoka na kula hiti hatari. Alikuwa ananikosha kwenye hivyo vibwagizo vyake hivi. Diamond na lolilo. Wasafi na lolilo. Na Diamond. Burundi moja hiyo. Oya, East Africa boy hao. Hatari kabisa. Burundi na Tanzania wamekutana wa vijana, kazi kubwa hatari sana. Mimi lolilo na experience naye kwa sababu nimepata bahati ya kukutana naye Mtwenzi Festival. Ndio. Unajua Mtwenzi mimi imenigea nafasi ya fursa kubwa sana azimu, yani na nimeweza kuwajua hata wasanii wa Bujumbura. Ndio. Lolilo ni mtu ambaye anapenda kunyooka. Sambaza upendo. Sambaza upendo. Kwenye vitu vya kubabaisha yeye hapendi. Na sijui kwa nini aliweza kupataga korabo hii. Yaani sijui njia gani iliweza kutumika ili aweze kupata hii korabo. Maana kwa Afrika Mashariki nyie acheni hii ngoma hii kwa Tanzania ni biggest. Ndio. Ni mozani zaidi ambavyo tunaweza kufikiria. Unajua Lolilo alikuwa anastahili kupata hiyo collab kwa maana kipindi hicho Lolilo ndo alikuwa ipo on top hapa Burundi. Okay. Alikuwa anaongoza kwa nyimbo nyingi ambazo hiti ushanisoma. Sawa. Nasikia kipindi hicho Big Fizzo alikuwa kama ndio anakuwa karibu naye na yeye kujitayarisha. Big Fizzo alikuwa yupo Bennett na Lolilo, lakini sasa Lolilo alikuwa yupo hiti sana kabla Big Fizzo. Alikuwa moto. Alikuwa wa moto Lolilo hatari. Kani Lolilo kati ya Buyenzi na Bwiza anatokea hapo wapi hapa? Lolilo mtoto wa Buyenzi. Mtoto wa Buyenzi. Anatokea Buyenzi kwa Waswahili. Na ndio maana akakutana na Mswahili mwenzake Diamond Platinum. Kawafanya collaboration kubwa sana. Kama leo kwenye kikao cha burudani kwenye ngoma baada ya ngoma Swahili tumekutana na wakati Swahili Sambaza upendo right now. Swahili wa Rumonge kutoka Uswazi. Bwana YP, mimi nataka twende tukadrop hii hapa tupigie mistari miwili kama bado tujaanza kupokea simu kwenye ngoma baada. Au sio? This is this track. MK City Boy. Sambaza upendo right now. B Star. Jina la wachoma kwenye hizi flow wanapatwa na homa ka road block bado na wa block bro, acha majigambo, tambua una deal na mjeda wala si mgambo, masnitch na wacheka pia nakula nao, mina play double party na ishi nao, unafanya kazi nao, sikia
Usiforce tufanane, we namba 8, wengine namba 4, mi namba 1. Sambaza upendo ndo logo natembea. Still like Makaveri sitaki ubea. Na acha washindane kwa kushindana, nikipita mshindi wanabaki wanaongea. Nimezaliwa kushinda kabendera mringoti kwa juu inapepea. Say wamebakia. Say hai. We hai. Wamebakia. Say hai. Hoi. Say hai. Hai. Oh mama. Hoi. Bwana wapi? Hatari. Hebu tukapokee simu atambi. Hivyo yani. Funge kipindi, si ndio? Noma sana. Unasikiliza ngoma baada ya ngoma. Dakika 90 za muziki na story. Throwback Thursday. Sim. Yeah. Bongo Records. Ziki mnene. Talk it up. Support family. Bwana ni muda wa Tufa Kodi, kibanda cha simu kwenye ngoma baada ngoma, ukiwa unasikiza Israel FM Jitembesangi, sauti ya maendeleo kwa wote. Namba yetu ni 69673000. Tupokee simu 2 kutoka kwa msikilizaji ili kuweza kufunga kipindi chetu cha ngoma baada ngoma. Kibanda cha simu. Ladies and gentlemen, welcome to the Hotpot Family Utajiju Communication Center. Okay, kwenye line allo msikilizaji. Hello. Habari yako? Salama, mafande fungu jirani. Kwema kabisa. Wazima. Wazima kabisa. Nani mwenzangu unapiga simu kutoka wapi? Nashira naongea. Nashiri kutoka Busebwa. Ndio, habari hapo. Salama kabisa, karibu Nashiri. Asante sana. Bwana, kwenye ngoma baada ngoma leo ni Throwback Kiswahili Thursday hii hapa hii. Tunakumbukia siku ya Kiswahili duniani ya tarehe 7 mwezi wa 7 2026. Maadhimisho yamefanyika Burundi, Bujumbura. Tulipokea wageni wetu na tukaadhimisha Kiswahili. Wewe Nashiri, ukiwa kama mdau wa Kiswahili, una kipi cha kuongea? Hakuna bilimu na kiacha hiyo shule ambayo nilipata mimi ndio nikaje. Okay, nini? Wamenionyesha kwamba ndio hiyo shule iko wapi, lakini hivi sana. Ilikuwa ni siku ya kuadhimisha Kiswahili duniani kila inapofika tarehe 7 ya mwezi wa 7. Yaani inakuwa ni shule ya kujifunza Kiswahili. Ipo Bujumbura bwana. Baada bilimu niende huko. Unatakiwa uende kujipiga msasa na wewe. Umemsikiza balozi hapa wa Tanzania? Ndio, nimemsikiliza, ndio maana nimekwambia hivyo. Asante sana. Bwana, kwenye ngoma baada ya ngoma hapo pamekuburudisha, tupo na YP Fashion hapa, unaweza kuzungumza naye? Bro vipi? Bwana fresh kabisa. Kwema kabisa. Mambo anasemaje huko bwana? Alhamdulillah, Mungu anasaidia. Ngoma yako ni hiyo moja ama nyingine? Bana, mimi na ngoma kibao. Ukiingia YouTube pale unaandika P1 nini, unaona mangoma yangu kibao yako pale. Nimefanya ngoma inaitwa Miss Burundi. Andika Miss Burundi by P1 utaipata, na zingine utaziona. Account yangu ipo yani. Poa nitafanya hivyo. Bana, support nyingi sana, wewe pambana. Ya, shukrani sana kabisa. Kazi ifanye kama kazi, usifanye kama burudani. Sisi kujue tu kwenye radio hapo ishie hapo. Hapana, tunataka kufika mbali kabisa yani. Ndoto zetu. Na hivyo. Ya. Bwana Nashir. Naam. Ni wape salamu Waswahili wenzako. Haya bana, wa kwanza wewe mwenyewe na familia yako. Shukrani sana Nashir. Bila kumsahau Afrikano. Kutokea Kateswahili barabara ya 8. Zeka Parata. Shingo moya kabisa kutokea Kateswahili. Bila kumsahau fundi umeme Bidaji hapa. Bidaji naye mwenyewe nimeona ameniandikia kabisa ujumbe kabisa kutokea Busebwa moja hiyo. Sio kuandika message tupiga apige. Tutazungumza naye kwa sababu tuna mpango wa kuandaa grupu la ngoma baada ngoma Israel FM Music Fans. Kwa nimeshachelewa sababu ile sana kwa nataka nikuuliza hapo ni wapi kinakuja iko kitu. Mimi nilikuwa, wewe ndio umekuwa mtu wa kwanza ambaye umenigea hamu ya kuweza kufanya hiyo. Tunataka kuorganize tuwe na grupu kabisa sasa hivi. Unaona mambo yamekuwa matamu. Tunaenda hadi Bujumbura nini? Umeshaona. Tuabidi sasa tuibebe ngoma baada ngoma Israel FM Music Fans. Bwana nikutakia usiku mwema. Na wewe pia mwanangu Nashi. Ni Tufa Kodi, kibanda cha simu kwenye ngoma baada ngoma. Muda wewe msikilizaji kuweza kupiga simu, tuna simu moja tu kwa sababu muda wetu sio rafiki. Ni saa 4 hapa kamili. Tunapokea simu moja kwa ajili tu ya msikilizaji kinamna hii hapa. Hello kwenye line.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Naongea na Kaparata Shingomani kwa Mgei. Naam brother, karibu sana brother wangu Kaparata. Karibu msanii, karibu yako. Nakupatia bila sana. Yupo hapa. Mambo vipi Kaparata? Mambo bomba. Sawa, nashukuru kukusikia sauti. Tunajipa. Ya, nakubali sana. Ndio. Nashiru. Ayo. Hello. YP huyo ndugu yetu kabisa msanii. Naambie Kaparata, umesikiaje mazungumzo? Hiyo ngoma ni safi sana. Endeleze mbele, Mungu akubariki. Amina pia, asante sana kabisa. Ndio. Nahitaji mafansi zaidi yani, ili tuweze kusukuma gurudumu ili hapa tuwakilishe East Africa. Wasanii wa Rumonge tuwakilishe East Africa, yani inawezekana. Haya. Na nyie ndio mtaji wetu yani, mafansi. Ndio. Hivyo yani, waambie na wenzio. Shukrani sana. Haya. Brasa Kaparata. Unazungumzia vipi siku ya Kiswahili duniani? Bwana. Siwezi kusema mengi. Okay. Hiyo lugha ni safi sana. Na wewe mwenyewe ukiwa mmoja wapo Mswahili ambao unaongea Kiswahili? Ndio. Ni sawa. Naanza kwako. Okay. Watangazaji wa Izere FM. Okay. Na familia yako yote na watangazaji wote wa Izere FM nafuatia big up sana. Shukrani sana. Nashiru. Busebwa hiyo moja. Ndi Mitego. Kutokea Iteba. Afrikano. Kutokea Kateswa ili barabara ya 8. Na wengine wote tunasikiliza Izere FM nafuatia big up sana. Shukrani sana. Haya. Usiku mwema. Wasio. Asante. Anaitwa Brasa Kaparata, huyo ndo ambaye ametufungia rekodi kibanda cha simu. Tumekifunga kinamna hiyo hapo. Nadhani tumefika mwisho wa ratiba yetu ya ngoma baada ya kuhitimisha kumsikiliza msikilizaji kwenye rekodi kibanda cha simu, na tumekuenda vizuri kabisa. Kumlazi kwa wewe ambao ulikuwa unasubiri ngoma na story fukunyugu za fukufuku, hatuweza kufikia kwenye segment hiyo kwa ratiba yetu kutokana na muda wetu. Na kiongozi wangu Isa Huseni yupo tayari anajiandaa na kipindi cha Zakale. Bwana YP, kwa kumalizia. Mimi kwa kumalizia nitoe tu shukrani zangu kwa Radio Izere FM. Inazidi kutusapoti. Na wewe mwenyewe pia naishukuru kabisa kwa mwaliko ambao umeweza kunialika kwenye kikao cha burudani. Na imani tumezungumza mambo mengi makubwa sana. Pia nitoe data kuhusiana na mafansi ambao wanafuatilia kazi zetu wasanii. Niko na account YouTube, andika P1 utanipata, na nyimbo zangu tu kibao ziko pale, umeshanisoma, na video ya nyimbo ya Miss Burundi ipo YouTube, ushanisoma. Ukinifuatilia utapata nyimbo zangu kwa uzuri kabisa hivyo yani. Pia nikuombe bwana Monyandu, hichi kitu ambacho umefanya kuweza kunialika kuja kupiga kikao cha burudani. Kualika kwenye mwaliko mjadala wa kiburudani. Pia naomba utoe na nafasi kwa wasanii wengine, maana muziki tunafanya tupo wengi wasanii, sawa. Utoe na nafasi kwa wengine kama jinsi ulivyoweza kutoa nafasi kwangu. Milango ipo wazi. Leo nimekuita wewe Kasabu ni Mswahili. Kasabu content. Ujue wasanii wa hapa Rumonge hawaelewi kitu kimoja. Kila kitu ni content. Sisi ambao tupo hapa kwenye media, sisi tunauza content kwenye jamii. Content ni maudhui. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo mimi kama mwandishi wa habari nafikiria leo kwenye kipindi tunaenda kuzungumzia nini? Tunajenga nini? Leo tunazungumzia Kiswahili. Umeona, ndio kama nakwambia wewe umepata nafasi kwa ajili nyimbo yako ni ya Kiswahili, pure kabisa, hip hop ambayo imekaa imenyooka, umepata nafasi. Kwa hata wasanii watambue wakiwa wanatusikiliza au wanatuona au tunapokuja kutengeneza mijadala kuweza kuzungumza kushirikiana, wajue kabisa content yake ipo. Kuna ngoma baada ya ngoma, kuna kikao cha burudani, kuna segment nyingine ni kijiwe cha mastaa, muziki unaongea, na pia kuna safari na muziki ze interview. Hiyo yote ni fursa kwa wasanii kuja, tuje kuzungumza, tuje kuongelea muziki, tuongelee tasnia, tuijenge kwa kupitia kuhabarisha umma. Radio ipo kwa ajili ya kuhabarisha umma. Radio haipo kwa ajili ya mtu mmoja. Umeelewa? Kwa wasanii wote hilo watambue, na wewe mwenyewe uwe balozi mzuri wa kwenda kuambia wavunje vigenge vya unafiki na chuki, ndio vinafanya sisi muziki hauwezi kuendelea, na wasisikilize watu wengine. Wao ni biashara yao. Tumemaliza kinamna hii hapo wewe. Au sio? Nashukuru sana bwana. Asante sana. Bwana, mimi sina la ziada zaidi ya kuambia
kwamba ndio bye bye, tunafunga kinamna hapo hiyo, lakini endelea kutegea sikio Izer FM. Kipindi kinachofuata ni za kale na Isa Huseni, kiongozi wangu ndio ambaye anakuja kwa time kama hii hapa. Ni Mswahili mwenzangu, endelea kusikiliza Waswahili wakizidi kukudadavua kuhusiana na Kiswahili kwenye lugha adhimu kabisa duniani. Twende tena. Hii hapo. 1 2 3 tunaondoka sasa. Twende 1 2 3 twende. We twende tena. Alafu sitaki tatizo na mapenzi, hivi ndiko busy na kazi zangu. Kama kupenda najipenda mwenyewe, anamupenda mama Aloniza.